Karibu tueleze kilimo unachokifanya hapa na nini ambacho kiko cha siri ndani ya hili shamba. Mimi mpango wangu mzima wa hapa ni kupanda parachichi. Parachichi zinizikuta humu shambani, lakini shamba zima kwa ujumla lilikuwa limeshaharibiwa kutokana na hali ya utunzaji. Baada ya hapo, baada ya kuona kwamba kwa wenzetu huko nchi za watu eneo dogo unaweza kupanda vitu vingi kwa sehemu moja, lakini tofauti na wao awali walikuwa wamepanda parachichi peke yake, lakini mimi nikaona kuna fursa ya ndizi ambao unaweza kuchanganya pamoja bila kupata shida na vitu vikaenda sawa sawa. Na ni ndizi aina gani? Ndizi ambazo nimepanda hapa ni ndizi aina ya matoki ambazo mara nyingi kwenye soko huwa isumbui, ambao unaweza kauza ikiwa mbichi au ikiwa imeiva. Kote unaweza kauza, ambao soko lake huwa mara nyingi halisumbui. Na bei ya soko kwa sasa huwa inaenda shingapi mpaka shingapi? Wakati soko likiwa kwa hali ya chini, mara nyingi inakuwa shilingi 10,000 mpaka 15,000 kwa mkungu mmoja, na wakati biashara soko likiwa juu, ambao ni uhitaji unakuwa mkubwa, mara nyingi soko inakuwa kuanzia shilingi 20,000 mpaka 35,000 kwa mkungu. Na pia katika hili shamba lako lina ukubwa gani? Na pia utueleze mpaka sasa hivi umepanda miche mingapi ya migomba? Hapa tumepanda miche kama wastani wa 600, ambayo kwa kipimo ni kati ya mita 3 kwa 3, ambayo ni kitaalamu unahitaji iwe hivyo. Na ukubwa wa shamba ni 1.5 eka. Hapo tuna miche kama 600, wastani wa miche 600. Kama unavyoona mtazamaji, hii ndio shamba la Bwana Manuku. Na hii miche tumepanda mwezi wa 8, kwa hiyo hapa ina wastani wa miezi kama 2 toka tumepanda, na tunatarajia baada ya miezi 9 ijayo naweza tukaanza uzalishaji ambao ni mavuno. Baada ya hapo tutaelewa wapi tunaelekea. Na changamoto gani ambayo umeipata tangia upande mpaka umefika hapa? Changamoto nafikiri ni hali ya hewa. Kwa sasa hivi hali ya hewa ambayo ni climate changes, hali ya mvua imeshuka kidogo. Kwa hiyo hapa tunataka tufanye mpango wa kilimo cha umwagiliaji, ambapo tutafanya kilimo cha matone humu, ambacho wakati wote halitakuwa linaenda kama tunavyohitaji, na tutakuwa tunaenda na muda wa uzalishaji kutokana na umwagiliaji. Na pia gharama za umwagiliaji kwa mtu ambaye ni mgeni huwa zina range kuanzia shingapi mpaka shingapi, na kutokana na eka, ukubwa wa eka inakuwaje? Kwa eka moja wastani ni vifaa na kila kitu na gharimu kama 2.5 mpaka 3. Kama utatumia mfumo wa maji ya serikali haya ambayo ni ya kawaida itafika 3 milioni, lakini kama utatoa mtoni, kama hapa tuna mto umbali wa mita 180 toka mtoni mpaka hapa shambani. Kwa ukiweka kule water pump kija kufanya kila kitu installation inafika kama 5 milioni. Kwa hiyo 5 milioni unaweza kufanya kilimo wakati wote na kubadilisha aina mazao unayotaka kufanya shambani. Na pia nimeona baadhi ya mashimo yanaendelea kuchimbwa hapa. Mpenzi mtazamaji lazima ajiulize ni kwa ajili ya nini, kwa sababu tayari tushaona miche ya miparachichi pamoja na migomba iko tayari. Hebu tufafanulie juu ya mashimo. Tunataka kupanda na kahawa aina ya compact, Arabica compact, ambayo nayo ni wastani wa kwanza kutoka kupanda mpaka kuanza kupata mavuno ya awali na kuwa ni miaka 2. Mwaka wa 3 unaweza kuwa unapata kwa 70%, lakini kwa sasa hivi mwaka 1 mpaka 2 unaanza kwenda taratibu kwa 30%, huku tunapanda juu taratibu. Ndio maana hapa tunaona kuna uhitaji wa kuweka mfumo wa maji wa umwagiliaji wa matone, ambao tutatandaza humu kahawa ya Arabica, tutachanganya na hii migomba aina matoki pamoja na parachichi. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia kwa uhalisia ambao unahitajika. Na pia kuna madhara yote kati ya kahawa, migomba na maparachichi? Hapana, hivyo vyote mara nyingi vinategemeana, kwa hiyo hamna madhara yoyote. Parachichi inaweza karisha kahawa kwa sababu kahawa inahitaji unyevunyevu,
Kwa hiyo tunategemea kupata kivuli au shade kwa ajili ya utunzaji wa kahawa. Na parachichi mara nyingi haizuriani na zao lolote, kwa hiyo sioni kama kutakuwa na shida. Sana sana ni utunzaji ambao ni matunzo kwa ajili ya mbolea ambayo tutakuwa tunaweka kila mahali, kila shimo, kila kwa wakati. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na hitilafu yoyote kitaalamu inavyotakiwa. Na pia kuna vijana siku hizi wanasema kilimo kimekuwa kama ni hali ya kubeti, kwa sababu gharama wanazozitumia kuwekeza na matokeo yake yanakuwa ni tofauti. Wewe unachangia nini juu ya hilo? Kilimo kwa ujumla, kwa kilimo chochote bila kujipanga kwamba unataka ufanyeje, itakuwa ni kubeti. Mara nyingi inachotakiwa ufuate procedure zote za kilimo, ufuata hizo na kuangalia soko linatakeje. Unaweza kulima ukapata sana mazao, soko likakukatalia. Kwa hiyo hapo unapo utakuwa umebeti. Kwa mara nyingi angalia zao la kulima, angalia muda wa soko na kila kitu, alafu na gharama za uendeshaji. Nafikiri hiyo huwa haina matatizo. Kwa ulivyoona kwa kilimo cha ndizi, gharama zake za uendeshaji tofauti na mazao mengine, unaweza ukalipa asilimia ngapi? Gharama za uendeshaji wa ndizi mara nyingi ziko chini tofauti na mazao mengine, kwa sababu uwekaji wa mbolea unaweza kuweka mara moja kwa mwaka. Mbolea ambayo ni mbolea ya tunaita mbolea ya samadi, unaweza kuweka mara moja kwa mwaka, ambayo unaweka debe moja katika kila shina. Alafu na mbolea dukani unaweza kuweka kiasi cha gramu 50. Inategemea unavyojiweza na kufanya hii mbolea za maji ambazo unaweza kupiga. Kwa baada ya hapo ni uangalizi tu wa majani yanayozunguka shambani, alafu na namna ya kutunza unyevunyevu. Kwa hiyo baada ya hapo gharama ni ndogo za uendeshaji tofauti na mazao mengine. Na pia magonjwa ambayo yanaambatana sana kwenye migomba ni kama yapi? Yapo magonjwa ya fangasi ya nini, magonjwa. Kwa hiyo kile inapotokea aina ya magonjwa najaribu kuyapambana nao na mnyauko na nini. Kwa hiyo itategemea na wakati utafesi ugonjwa gani ndio utaanza kupambana nao kuutibu. Asante sana. Basi ngoja nizidi kuonesha wapenzi watazamaji, hii ndo migomba, na kama ulivyoiona hapa ni futi 10 kutoka mgomba mmoja mpaka mgomba mwingine, na kama mlivyomsikia ni zaidi ya migomba 600 kwa hii 1.5 eka. Na pia pana miche ya maparachichi tunaona, na mingine tayari ishabeba parachichi, kwa mfano kama huu. Na kwa taarifa za nyuma, anadai hili shamba linunua kwa mtu ambaye alikuwa ishapanda hii miparachichi, na pia utunzaji wake ukuwa mzuri. Kwa hiyo yeye akaona ni bora zaidi ya focus katika kilimo cha migomba na pia kahawa. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, hajaondoa hii miche ya miparachichi na pia kazidi kuongeza miche ya migomba pamoja na nataka weka miche ya kahawa. Kwa mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, kilimo kinahitaji pesa, kinahitaji maarifa pia, na pia kinahitaji watu sahihi ambao watazidi kukupa maarifa jinsi gani unaweza ukafanya huduma zako shambani. Asante.